Zanzibar. Tunaenda kufanya nini? Kwenye dabi. Tunaenda. Kwa msende na mechi imepangwa. Sawa sawa. Sasa hatuna shida. Mimi semaji ni kurudishe huku mtandaoni bado. Nimeona bwana mdogo upande wa pili anasema kwamba yeye ndio mtu pekee ambaye anaisumbua sana Simba na mnamuogopa kweli kweli. Semaji hili unalizungumziaje? Nani? Bwana mdogo? Sasa siwezi kujibu mambo ya bwana mdogo. Tuseme Ali Kamwe. Mimi ni bwana mkubwa. Tuweke jina Ali Kamwe. Bwana basi ya kwanza ndio inatosha. Vitu vya bwana mdogo havijibiwi na bwana mkubwa. Okay. Kwa wanaotaka kujibu ni level za kina nani? Watafute wakina bwana mdogo wenzie. Mimi bwana mkubwa. Mbona pale Instagram anaandika leo wanamkataa Bugatti? Wanakung'ang'ania. Ulikuwa na maana gani sasa? Hata sijui. Ilikuwa mpaka ukacomment hivyo. Bwana mmoja ametoa maoni yake. Ametoa maoni yake na nini, baada ya kutoa maoni yake kuhusiana na timu yake ya rohoni, mashabiki wenzie wakaanza kumkana. Hatakujuia. Wenyewe kwenyewe. Sasa mimi niko huyo si mwenzenu huyo. Na ashakuwa mtumishi wenu na mlikuwa mnampenda. Sasa na ana kadi kabisa, alikabidhiwa kwenye hiyo klabu yenu hapo bondeni. Sasa inakuwaje mnamkataa? Alafu ukikaa yule amejali yule mwenzetu yule. Sasa pengine mimi kinachoniponza ni akili yangu. Kwa sababu unajua ukiwa na akili nzuri, ukiwa smart, ukiwa maridadi, ukiwa bora kwenye maeneo yako ya kazi na ukiwa mtu wa maana, kila mtu anakupenda. Okay. Kwa hiyo inawezekana, najua kila mtu anapenda kujinasibisha na vitu vizuri. Yani wewe Betha ukiwa mbaya hakuna mtu anaweza kahangaika na wewe. Lakini ukiwa kisumali kweli kweli, kila mtu yule Betha wangu yule Betha unajua ile kwa labda mimi ubora wangu, umaridadi wangu wa kazi, umahiri wangu unawafanya watamani na mimi niwe wao. Lakini ndio hivyo tena, mambo ya riziki haya, mimi nimeshapangiwa huku na yule ni wao. Wasianze kumkataa. Yule ni wao, waache ubaguzi. Yule ni wao. Wewe imagine unamkataa mheshimiwa diwani alafu unamkubali shetani wa Yanga. Wewe utakuwa una akili. Wewe unamkubali shetani au yule mzee wa utopolo alafu unamkataa mheshimiwa diwani, sio wenu. Yule ni wao, kufa na kuzikana. Kazungumza ukweli. Sijui atakachozungumza. Mimi pale kwenye kuna nini pale? Kwenye kukataana pale ndo ninapoingilia. Nimeona baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema kwamba hii vita wanainunua kwa sababu yule ni anatokea upande wa umamani. Yani yule ni wao, wasimkatae mheshimiwa diwani, ni wao. Yani yule ni wao ni wamoja, wasikataane, wasianze kubaguana hivi sasa. Yule ni wao. Wote wao ni wamoja. Lakini si unaona mtandao kumechafuka kweli kweli. Waache ni wachafuke, sisi tuko clean. Na mimi niseme kitu kimoja. Kwa sasa concentrate na tumewekeza akili yetu kubwa kwenye michezo yetu hii miwili ya tarehe 22 na tarehe 25. Na hata mwana Simba hataki kuwaza mechi ya tarehe moja, kwa sababu haina maana mechi ya tarehe moja kama unapoteza mechi hizi mbili ambazo tunatakiwa kucheza hapa. Ukipoteza mechi hizi mbili maana yake umeangusha alama 6. Ina maana gani uangusha alama 6 kwenye vita ya ubingwa kwa sababu tu ya kujipanga na kuwaza mechi ya tarehe moja? Ukifika muda wake kuanzia tarehe 26 tutaanza kujiandaa na mechi ya tarehe moja pamoja na maandalizi na mazungumzo yote. Lakini kwa sasa 100% concentration yetu ni kwenye mechi ya tarehe 22 kesho na mechi ya tarehe 25. Na mwana Simba sija kafikiri hizi mechi ni nyepesi. Yaani Tanzania Prison usimfikirie kuwa ni mtu mwepesi. Dodoma Jiji usifikirie kama ni timu nyepesi. Hizi ni mechi ngumu, hizi ni timu ngumu kweli kweli. Prison anafanya comeback ya kutoka goli 2-0 mpaka anakwenda kushinda magoli 3 kwa 2. Hiyo sio timu ya kawaida, timu ambayo ina uwezo wa kuamka ndani ya mchezo na ikafanya balaa kubwa. Dodoma Jiji tunafahamu ubora waliokuwa nao, kinara ambao wanatoka kwenye timu yao ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo concentration yetu wana Simba iwe ni mechi hizi mbili, tumalize tuchukue alama 6 hizi ngumu za machozi, jasho na damu, tutaelekea katika hizo mechi nyingine. Hakuna mashaka, muda wake ukifika tutazungumzia, tutajipanga na tutatamba kama kawaida kuelekea katika mchezo, kwa sababu sisi sio wanyonge hata kidogo. Kwa hiyo wana Simba wala yani ubaridi wanaotengeneza wao. Yaani wale wametengeneza ka pressure, alafu wanakaogopa wenyewe hako ka pressure. Sisi hatuna mashaka, tunakwenda
tunajiandaa, tunamaliza mechi hizi mbili, baada ya hapo tunaelekea katika mechi nyingine. Sasa hawa wanaojitekenya, hawa ambao wanajisasagula, tuache tu sisi, tuangalie yaliyo mbele yetu, mechi zetu mbili, tukimaliza tutakwenda kwenye maandalizi ya mechi ya dabi, wala hatuna mashaka. Semaji, huko mtandaoni bwana, unaonekana kuna watu wengi sana wanavita na wewe, na wote hao tunaona wewe mtu mmoja unashindana nao. Tumeona kuna baadhi ya waandishi wa habari mko ukibishana nao hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii, mmoja wapo Hans Raphael, lakini pia tunaona wasemaji pia karibia wote muda mwingi sana uaga wanatumia sana kukuataki kwenye mambo tofauti tofauti. Unadhani ni kwa nini ni wewe, na unahisi ni kitu gani umewazidi mpaka inakuwa hivi? Wote ni kumbi tu, kizima taa wanaanguka. Wala usihangaike nao, wala sina shida nao. Kumbi tunajua